Shemeji, mimi nijaribu sana kunielewa kwa hiki ninachokuambia. Unafahamu mke wangu ambavyo amekuwa akichepuka sana. Anakuwa na wanaume wa aina tofauti tofauti. Nafikia hatua mpaka nakosa haki zangu kadhaa. Leo yuko na kibenteni, kesho yuko na bonge la bwana, kesho kuto yuko na mbaba. Jaribu kunielewa uweze kunisaidia. Unajua shemeji, hiyo hali yani kwenye mahusiano ni lazima tu utaipitia. Kwa hiyo jaribu tu kumvumilia, kumpa nafasi, labda atabadilika. Eti? Wewe mvumilie, mpe nafasi, atabadilika tu. Hiyo situation kila mwanaume lazima apitie. Kwa hiyo unataka kuniambia ndoa zote ziko hivyo, wanawake wanachepuka, wanawake anakuwa na mabwana wa size tofauti mtaani kote. Kila mtu anajua kwamba mke wangu mimi ana wanaume tofauti, wenye viduku, wenye marasta. Sasa naomba uweze kunisaidia angalau kwa namna moja ama nyingine. Jaribu sana kunielewa kuhusiana na hili. Sasa shemeji yangu, hapa mimi nakusaidia nini? Nikusaidie kifedha au nikusaidie vipi? Maana sikuelewi. Kifedha si tatizo sana. Si unajua tena sisi wanaume kidogo tunatoka tunabangaiza tunapata kidogo, inakuwa si tatizo kuhusiana na fedha. Lakini nataka unisaidie matatizo mengine. Yaani sikuelewi. Wewe unataka nikusaidie nini yani? Ninachotaka unisaidie shemeji, jaribu sana kuwa mwelewa. Unajua kwa namna moja ama nyingine kwa siji msemeji, lakini jaribu sana tu kunielewa shemeji. Unajua sisi wanaume na kuna namna kidogo tunapitia kidogo, sometimes wazungu 8, sometimes wazungu 6, sometimes huyu akitoka huyu amerudi, tunapishana. Huyu anaenda kazini, huyu anaenda kubangaiza. Kwa hiyo mwili kuna kiu shemeji, sijua tena. Jaribu kunielewa. Yaani nakuelewa nini na uongee kitu kinachoeleweka. Sasa sikia. Unajua hapa ni njiani, kwa hiyo nilikuwa naomba kama inawezekana tafute basi hata sehemu tuweze kusimama niweze kuelezea, na pengine utaweza kuelewa matatizo yangu na ukanisaidia. Unajua hapa tumesimama barabarani, bodaboda zinapita, watu